Na video moja ambayo kuna mwanamke mmoja ambaye anafahamika kama Purity Kendi ambayo umeweza kumchukua kama brand ambassador hivi majuzi. Video yake pale kwenye mtandao wa kijamii iliweza kuvuja ama kuleak. Na si video nzuri ambayo singetaka tuzungumzie sana, lakini watu wengi wakawa wanamkejeli yule mama, lakini ukachukua initiative ukasema unampa kazi because everyone needs a second chance. Mbona wewe uliweza kuchukua hii initiative ya kumpa kazi? Sasa kakangu, kila mtu ako na mwito wake. Na unajua tuseme kama ni hii online bullying iko juu sana. Na sasa tuseme tukipatiana for example na Mungu ni wetu wote, na saa zote huwaga tunakosea, na tukikosea huwaga tunaenda kwa magoti, tunapiga magoti, tunauliza forgiveness, na Mungu huwaga anatusamehe kila siku. Sasa huyu mama sio kumaanisha yeye ndiye mbaya kuliko wale watu wenye wako. Watu ni vyenye in Kenya wengi ni very hypocrites, lakini sasa huyu mama ni vyenye video zake zililiki, watu wengi wakaona kama amekosea sana, lakini kila mtu akona challenges zake na weaknesses zake, na hatuwezi kuwa ati huyu mama na ni bibi ya mtu, ni mtoto ya mtu, ni mzazi wa mtu, ni shosho ya mtu, nasi tumchukue sababu video zake zimeleak, ikuwe sasa nasi bado tumemchukua tukakuwa nasi tunaingilia kwa hiyo nini. At my age kazi yangu ni kutenda wema. Maybe the hearted souls unazileta pamoja, maybe una wipe the tears, unazipapasa at least uweze to make a smile to the crying soul. Now mimi mwenyewe kazi ya kusaidiana sijanza sahi, though hiyo kitu imeenea kuliko venye nilikuwa na tarajia. One, mimi nilianza nikiwa mdogo kuandikia wenda wazimu wa kwetu, walikuwa wenda wazimu 13. Kukona pahali nilikuwa nimewaandikia kwa hoteli waendage kukula. Unaona? Haya, then from there mimi mwenyewe kama nikutahirisha chokora, mimi nimetahirisha chokora 52. So mambo na kuwork na nature na watu mimi najua sana. Mimi nimesomesha watoto zaidi ya 40 secondary schools. Mimi za zingine unaonaga kama mimi kwetu Kirinyaga single handed, and I think in Kenya, na mimi mtu mwenye anaweza kunichallenge, anaweza kuniambia mimi ndio nimepanda nikiwa peke yangu 900 seedlings nikiwa peke yangu. Mimi mwenyewe kama kila mwaka huwaga napatia wazee wa mama wazee na waguka wazee blanket 1000 kila mwaka. So nikiangalia all those achievements, na hii yenye niliona huyu mama analia machozi nikampanguza, I don't see any big deal, sababu ni kazi yenye nimekuwa nikifanya. Kama vyenye nilimpatia hiyo kaplot Juja Farm, na nikaamua nitamsaidia huyo mama ajenge, sababu kule kwao Meru alikuwa anataka kuuliwa, na huyo mama ako na watoto samba, though watoto 3 ni wa sister yake mwenye alikufa. Nikaona huyu mama hawezi kuwa amefukuzwa na maishu, naye nami nikiwa hapo na niko kwa gap yenye ninaweza kumsaidia. That is why nikakuja na hiyo initiative niweze kumuonyesha vyenye amefanya hajafanya makosa kuliko wengine, na damu ya Yesu bado inamngojea. So sababu aliomba msamaha, nikaomba wa Kenya tuweze kumchukulia, tuweze kumuinua, sababu emotionally huyo mama ako dilapidated. So ndivyo kujaribu kuconsolidate kumconsolidate emotions zake, tumconsole akue sasa maisha yake irudi normal. Tujaribu kufanya ile kitu ikuwe ni kama fun, iache kuchukuliwa tu ni kama ya kumkodem. Ndivyo watu sasa tutoke kule kwa kumkodem, tuone hata sisi maisha yenye tuweze kujireflect, na tuone maisha yenye kila mtu huwaga anafanya kwa siri zake.
So huyu mama niko tayari kumsupport na tutaendelea kusupport wengine. Watu wengi wanasema ati tuna ride on hizo maneno, lakini mimi sioni kwa mbaya, sababu ukisema utaendelea kusupport wengine labda unajua kwa faida ya mtazamaji pale nyumbani atafikiria Kariuki anasaidia watu ambao huenda wanatengeneza video kama hizi, ama one nature ya hizo video divorce leak. Kumbuka it was not intentional, it was between two lovers, sababu huyu mama alikuwa ameahidiwa kuolewa. Mwenye alileak alimuahidi atamuoa, so alikuwa anatumia boyfriend wake. Unfortunately ule naye akakuwa ni mtu wa kusolicit, ni mtu wa kufrown huyu mama. Kwanza alikuwa amemtumia ngiri 20. So venye alikuwa amemtumia ngiri 20, alitumia huyu mama 20,000 akimuonyesha venye watakuwa marafiki. Yule jamaa akamtumia huyu akinyonga, naye huyu akamwambia condition nyingine, naye nitumie nikinyonga. Sasa ukinyonga, so yule akafikiria ameangukia bwa, so ikakuwa ni fantasies za watu wawili. So ukiangalia version ya yule mama ni very organic. So it's not that we are supporting, but sasa sababu mama ametumia mtu mpumbavu bila kujua ni mpumbavu. Now do we dwell on that upumbavu? No. That's what happened. Don't you think it would be good ungewaita wote wawili wakalisha chini? Huyo kwanza tunamtafuta na DCI tumuweke ndani, sababu vitu zingine confidential and it's against our rules of the land. Mtu kukua ati unamdanganya au unakutumia nudes zako. Nudes zinakufaa kuwa personal, naye huyu anakuja kuziexpose kwa mtandao. Tunamtafuta tumfunge. Plot umeweza kumpa ya 600,000. Plot sasa nimeweza kumpatia ya 600,000. Tunangojea akuje assign kitu inaitwa consent, ndivyo tumtransferie tumpatie hiyo title aweze kutransfer. Halafu tunapanga vyenye mvua ikipungua, sababu saa hii material haziwezi mwagika. Mvua ikipungua tuweze sasa kunini kumjengea kanyumba, ndivyo aweze kuhama kutoka Meru akuje aishi Nairobi. Okay, that's a good one. Kuna jamaa mmoja kwenye mtandao wa TikTok anafahamika kama Truthful Watchdog. Niliona ameweza kukuongelea, akasema Kariuki hiyo plot hajaweza kumpa huyo mama na ni uongo mtupu. Ungetaka kumwambia nini Truthful Watchdog? Kitu ya kwanza, Truthful Watchdog mimi sitaki kumkodem, lakini watu wanaongeaga mambo mingi ya mtu mwenye hajui, sababu wameona nikipatiana blanketi, nikipatiana miti, nayo hiyo atakana. Sasa you see, when now you are giant, huwezi shida ukipigana na tuswara. Wewe unajua kwenye unaenda. So Truthful Watchdog anajua mimi sitaki kuongea mambo zake. Ile kitu ataona ni ukweli ni uongo. Hata mimi naona ni kama ni uongo, sababu kupatia mtu kitu ya milioni 600 si a joke, ngiri 600 si a joke. Lakini namwambia aje agoje aone watoto wakitoka na uniform kwa hiyo boma twende. So hakuna mambo ya kuongea mambo ya Truthful Watchdog akuje umconfirmia ukipeana hiyo title deed. Confirmia akiwa nani? Si atakuwa anaona nini matendo. Saa zingine huwafai kushida ukiagi na online bloggers. Unafikiria ndivyo niweze kupata plot ya kupatiana? Kama kazi yangu ingekuwa ya kuagi na online bloggers, ninaweza enda pali hiyo plot ningeacha wapi? So I ignore a lot of things and I focus na kazi yangu ya kupatia Wakenya makao, maisha bora, kuwakopesha pesa. That is where I focus. Otherwise the other distractors they are backing dogs. How do you deal with this online criticism? Online criticism mimi hakuna kitu ya kudiru nao, sababu kitu yangu ni kufanya kazi mzuri, ni wa proof wrong bila wao kuni distract. One, we have competitors. Tuko na watu wenye wameacha kazi. Saa zingine unaajiri mtu hapa kwa kazi, ukimwajiri ako na expectations zake.
maybe ukikosa kumeet expectations zake, anaenda akiongea matope, na sababu anajua plot tunauzaga na deni, so kazi yake ni vyenye nauza, na yeye anakuja akipoison watu, ndivyo watu wasitunulie plot ama wenye wamenunua waweze kuidraw.